Fedheha, fedheha imenielemea moyoni mwangu. Fedheha, fedheha nimeshindwa kuitoa machoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi leo tumeweza kukutana mahali hapa ikiwa ni siku njema, siku takatifu. Tumeweza kukutana mahali hapa kwa sababu ya vijana wetu hawa wawili, kaka yetu Gozela Alphonse pamoja na dada yetu Eunice, wakiwa wanataka kutimiza agano la ndoa. Naomba tumpigie Mungu makofi ya kutosha. Maneno ya Mungu yanasema hivi, ukisoma ile Mithali 18:22 inasema kwamba hapataye mke hapata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa hiyo leo tunavyozungumza tumeona kabisa kaka yetu Gozela ameweza kumuona dada yetu Eunice, na sasa ni mke wake halali wa ndoa. Naomba tumpigie makofi. Naenda kwenye tukio muhimu sasa. Naomba twende kwenye kiapo ambacho kimetufanya mimi kama mchungaji pamoja na hawa vijana kuweza kufika mahali hapa pamoja na ushirika wote ambao tumeweza kufika. Yoka, mpe mkono mwenzako. Yoka na wewe. Mpatie mkono wa kulia na wewe mpatie mkono wa kulia. Asante. Naomba tuwapige makofi. Bwana Gozela, utafuatisha maneno ambayo nitakuwa nayazungumza. Sawa eh? Ongea shida yako mama, na haraka zangu. Hapo unaponiona naelekea Uarabuni, kuna kikao. Nina mwanaume wangu anaoa. Hivi ninavyokuambia hapa ipo kwenye ndoa. Kwa hiyo mimi ninachokitaka ile ndoa isiwepo, kwa sababu yule mwanaume wangu akishaoa tu basi nipo tayari hata kujiua nisiwepo hapa duniani. Sasa naomba mganga nisaidie ufanye chochote ile ndoa isiwepo. Mama, hiyo haiwezekani. Unanipa wakati mgumu sana. Hiyo ni kazi ngumu sana mama. Najua mganga ni hatari, ila ninachokuomba, naomba ile ndoa isiwepo. Unisaidie tu mimi hapa. Hivi unafikiri ni rahisi kama unavyofikiria? Kwa nini unanipa mitihani? Najua sio rahisi, lakini nakuomba mganga, naomba unisaidie. Hilo jambo ni hatari sana. Sawa. Nitakusaidia. Lakini mama, naomba uwe makini sana. Hichi kitu tunachokwenda kufanya ni hatari, na mimi sitoweza kurekebisha hili swala. Naomba uwe makini. Sawa mganga. Yaani mganga, mimi naongea shida zangu au unakula maembe? Wewe na kuhusu nini mimi kula maembe? Hivi nyinyi wanawake mna nini? Kila kitu mfanye nyie. Kutema mate ni nyie, kula udongo ni nyie, mpaka maembe pia. Hivi amfikiri kwamba sisi tunaona wivu? Wewe acha uchangupe wako. Naomba ufuate mambo yako. Sawa mganga, tuachane na yote. Ila ninachotaka tu mambo yangu yaende sawa. Nipo tayari kwa chochote kile. Hayo ndo maneno. Ya kwako yanakushinda. Unachunguza wenzako. Mwanamke unakuwa mwewe. Unakuwa mchunguzi. Bwana mimi anaoa mwanamke mwingine. Shika. Nuia vitu vyako humo. Vyote. Hakikisha uachi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi Gozela Alphonse. Mimi Gozela Alphonse Na kuchukua wewe Eunice Edi. Kuwa mke wangu wa ndoa. Nitakupenda. Nitakuheshimu. Nitakutunza. Mpaka kifo kitakapotutenganisha. mpaka pale kifo kitakapotutenganisha. Kama ilivyo amri ya Mungu. Kama ilivyo amri ya Mungu. Isemavyo. Naomba tumpige makofi. Twende kwa dada yetu, dada Eunice. Na wewe vile vile utatamka maneno ambayo nitakuwa nayatamka.
ni kama ni kama minanga mwana ditanga. Tayari mganga. Tayari? Ndio. Una uhakika? Ndio. Sasa nataka nikuonyeshe kazi. Una uhakika mama? Na uhakika. Usije ukaja kunilaumu, maana sitoweza tena kurekebisha hili swala. Oh, ndo ashaka. Kila kitu tayari nishakisema. Nyie nataka watu kama nyie. Mbele mbele kama antena. Kwisha habari. Mama, kazi yako imeisha. Sawa mganga. Ila ninachokwambia, hichi kitu nilichokifanya hapa, mimi sitoweza tena kurudisha. Umefanya jambo la hatari sana. Sema mimi Eunice Eddy ninakubali na kuweka ahadi ya kwamba napenda sana mpira lakini siwezi kuchezea timu yangu. Ninakubali na kuweka ahadi ya kwamba ninapenda sana mpira lakini siwezi kuchezea timu yangu. Mwanangu Yuni, uko sawa kweli? Kosa wako nitua magumu yangu, fedheha imenielemea moyoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe jamani. Amen. Ndugu zangu, tumewakusanya tena kwa mara nyingine, mimi pamoja na mke wangu tuwaite na tuwaelezee kwamba kile kilichotokea hata sisi hatujataraji. Ni kitu ambacho hatuelewi kwanza bibi harusi na watu wana nini. Kwa hiyo tunasema tunaomba radhi, lakini pili tunajua mmekuja kwa ajili ya kufanikisha shughuli hii au kusupport vijana wetu, vijana wenzetu. Kwa hiyo tumeona tuseme kwamba kwa wakati mwingine tutakapolimaliza hili jambo basi tutawaita tena au tutawataarifu ili muweze kukusanyika na itupe support kama hivyo mweza kutupa. Kwa hiyo niwaombe radhi, lakini pili niwashukuru pia kwa muda wenu. Lakini niwaambie kwamba kipindi ambacho tutaandaa tena basi tutawataarifu na nadhani mtakuja kama ilivyokuja sasa hivi. Kwa niseme kwamba sherehe yetu jamani tumeiahirisha. Tunashukuru sana. Asante. Fedheha imenielemea moyoni mwangu, fedheha nimeshindwa kuitoa machoni mwangu. Maana mtaani niko nasikia mambo mengi kiasi kwamba mimi nakosa nishike lipi niache lipi. Mimi kwanza nasikia mambo haya mawili. Jambo la kwanza nasikia kwa nyie mmefanya labda utapeli hivi, mnataka kutapeli jamaa wako anataka kumwoa dada yako. Kama dada yako amejifanya kichaa ili mradi sawa ndo alishi. Na jambo la pili nalisikia ni kwamba dada yako amekuwa kichaa kweli. Kwamba yani kichaa sio maigizo tena. Yaani sielewi kwa kwanza. Sema dadangu ndo yule sasa hivi ameshachanganyikiwa, amekuwa kichaa. Yaani kitu anachowaza ni ndoa. Yaani mpaka tunashindwa kuelewa. Kwanza pole sana, nipe pole. Kwa sababu sijui hata nisemeje, lakini pole sana. Poleni sana. Kwa hiyo mmechukua hatua gani nyinyi au mmefikia wapi mpaka sasa hivi? Sasa mtu kwa kichaa mambo ya mganga vinamsana. Yaani inavyosemekana dadangu amelogwa na mke mwenzie. Yaani yule mwanaume ambaye alikuwa anatakiwa amuoe alikuwa na mchumba wake. Sasa mchumba wake aliposikia kwamba dadangu ndo anaolewa, ndo akamfanyia hivyo. Poleni sana. Poleni sana. Sasa tuachane nayo yote.
mimi nimerudi hapa na jambo langu lile la siku zote nakwambiaga. Na uje kunijibu hata siku moja, wala kutoka ulizungusha kunizungusha. Kwa vipi sasa? Unajua nini Neta? Kwa sababu sipo sawa. Siwezi kujibu chochote. Basi ni basi tajibu la kunifariji basi. Mimi napata shida, nakosa amani kusema kweli, yani kuna kitu kitakuwa sawa. Sasa wewe sasa unaisha ndio kitakuwa sawa, kitakuwa sawa. Fedheha, fedheha imenielemea moyoni mwangu. Fedheha, fedheha nimeshindwa kuitoa machoni mwangu. Karibuni. Asante. Asante. Naomba tuzungumze huko. Kwema? Kwema, naomba tuzungumze huko. Karibu ndani. Sawa. Naomba tuzungumze huko. Kuna usalama kweli? Bila shaka. Vipi? Mbona hai? Kwema? Hapa sio kwema. Hapa sio kwema. Tumekuja hapa, haiwezekani kutuletea ujanja. Eti tumekuja kwenye ndoa, binti yako anatupigia makelele tu. Makelele tusaidia nini sisi kwenye ndoa? Haiwezekani. Nilijua amekuja kumwangalia binti yangu maendeleo yake yanaendeleaje. Kumbe unazungumzia utumbo kama huo. Mbona huna utu hata kidogo? Binti yangu anaumwa. Alafu leo unakuja kupiga makelele uwanjani mwako. Uko sawa kweli mzee? Tambua hii ni pesa ni mingi sana. Nimetumia gharama zote kusababisha mpo wangu apate mke. Leo hii tunakwenda kwenye swala la muhimu la ndoa. Binti anapiga kelele tu, yani ujanja mwingi. Nasema haiwezekani. Tulisheni pesa zetu au asivyo tuondoke na binti yetu. Haya yote mnaongea nimeyasikia. Mjomba wako sawa kweli? Naombeni mnisikilize. Mjomba, unataka kusema nini mjomba? Mimi nilitambua kwamba wewe ni mtu mwenye busara. Na hapa tumekuja kwa ajili ya kutengeneza, ila sio kwa ajili ya kubomoa. Afena, licha ya hivyo hamwezi mkasema eti kwamba mimi niende mkanitafutie sijui mwanamke mwingine wa kuoa. Hicho ni kitu ambacho kwangu mimi hakipo. Sikiliza mjomba. Ndio. Unatakiwa muda mwingine tumia polipo shutamba. Kwa sababu mjomba, wewe ulitakiwa hapa ndio tunajenga. Mjomba, polipo shutamba nini mjomba? Hiyo sio pesa, au ni pesa hiyo? Haiwezekani mjomba. Usifanywe na wewe kama vile huelewi mjomba. Hapana. Nasema hivi, hapa lazima tupe pesa yetu. Swala la nini hatutake. Ebo, koso mahondoti. Mjomba. Unataka kusemaje? Pesa, mali, majumba ni vitu vya kupita. Labda nikwambie kitu kimoja tu. Kuhusu kurudisha mahari sitarudisha. Ila vitu mmenunua vyote mtavichukua. Kijana wako akawa mwanamke mwingine. Kwangu mimi sitaki makelele. Hapana. Hapana, haiwezekani. Sikilize babangu. Mimi naona mjomba wangu huyu kidogo atakuwa yuko sawa. Ndio maana pia hata unaona urefu umeukosa. Kwa hiyo mimi naomba niondoke naye huyu. Tutazungumza. Ila wewe endelea kumhangaikia binti yako. After sisi tutarudi. Kwa sababu unaona mjomba wangu pia huyu hayuko sawa. Hiyo ndio msingi. Mungu akubariki sana. Mimi naondoka. Sina haja mkono wako. Tarudi hapa. Mjomba twende bwana. Nikuta nakosa wa kunitua magumu yangu. Fedheha, fedheha imenielemea moyoni mwangu. Unajua, yani ninachowaza sio wewe kuondoka, ila kinachoniumiza mimi ni mazoea. Yani nimekuzoea na sijui ni kwa nini imekuwa ni muda mchache. Yani imekuwa ni muda mchache sana. Inaona kama utoshi, kana kwamba ni kesho, naona kama ni sasa hivi tu. Lakini unajua tunapanga. Mungu naye anapanga. Kwa hiyo mimi sikukatazi wewe kwenda kwenye masomo yako. Ni sawa, mimi nakutakia safari njema. Kiukweli naumia kwa sababu nimekuzoea. Na nitakana nani tena? Na ilikuwa ni muda mfupi tu. Ila sawa.
Yaani mwenyewe hata sijui niseme nini yani. Sijui nifanyaje, lakini kiukweli nimeshakuzoea sana. Sielewi. Leti ingekuwa ni uwezo wangu nisingeondoka kabisa. Kwa sababu nimeshakuzoea, nakupenda. Halafu huku ndo ilipo familia yangu. Hapa nilipo nachanganyikiwa kabisa. Hata huko ninapoenda sijui nitaishi na nani, nitaishije. Yaani ni kama naanza maisha upya, yaani kama nimezaliwa upya. Sijui nifanye nini yani. Lakini naomba uniahidi kwamba utanisubiria. Nitasubiria. Sawa. Kama nilivyowaeleza. Sasa sijajua nyinyi kwa upande wenu mnalichukuliaje hivi? Yaani kwa upande wangu mimi, aisee nimejisikia furaha, yaani nina amani moyoni mwangu. Yaani kwa hilo mimi nakusupport. Na sidhani yani kama nikimwambia Lili hili swali, atalipokea vipi? Au wewe unaonaje mwenzangu? Ya ni kweli. Uko sahihi. Na hata Gozela yuko sahihi. Lakini kwa upande fulani mke wangu mimi naona kwa Lili haiko sawa. Kwa nini? Gozela alienda kwanza kufanya hayo mambo ya harusi au kuoa. Ina maana mwanzo kumuona Lili. Kwa nini Lili anakuwa ni mtu wa akiba, anakuja kuwa ni mtu kama kama mtu aliyesahaulika. Yaani yeye ni wa kuwavusha wengine kwenye matatizo yao baada ya kukosa. Yaani unipite hapo usinisalimie, unapita mbele huko labda una shida na kitu cha kuuliza ndio urudi unanianza kuniuliza. Sasa hizi unanisalimia afu ndio unaniuliza. Hivi thamani iko wapi? Hii ingependeza kama Gozela au aliangeanzia kwa Lili. Kwa nini ikashindikane kule kwanza alafu ndo aje tena rudi kwa Lili? Sikiliza mtangu Gozela. Kiukweli kwanza wewe umenifanya ni kama ninapiga hatua moja mbele. Kiukweli hata mimi mwenyewe swala la kumuoa Lili wala sikuwa nimejilizia. Ila tu yote hii imesababishwa na mjomba wangu. Unajua mjomba wangu ameuza ng'ombe wake, ameuza shamba kwa ajili ya kunitolea mimi mahali ili niweze kuoa. Wamekaa kikao, wameniambia mimi lazima nioe. Na kama ameniambia mimi lazima nioe, ndio maana nimekuja hapa. Lakini kama wewe unaona kumbe haiko sawa, hata mimi mwenyewe hiyo ndoa wala moyoni mwangu alikuwa haipo. Kwa hiyo sasa kama na wewe umeona hivyo kwamba haiwezekani, basi sawa. Mimi sina haja ya kuendelea kubaki hapa. Subiri kwanza. Nyinyi mtalimaliza wenyewe. Mimi namsikia lakini ngoja acha aende. Kwani wewe ukoje? Wewe una nini wewe? Una nini? Unakasirikia ni ndoa ya watu. Sijui ukoje wewe. Subiri mkao. Niache bwana. Wewe ndio unayeoa ama? Mke wangu. Hii imekaaje? Yaani unipite Ona leo yamenikuta, nakosa wa kunitua magumu yangu. Fedheha imenielemea moyoni mwangu. Jomba, mbona umekaa hivyo? Umepooza kinyonge. Shida nini mjomba? Jomba, nimeshachoka na. Yapi haya sasa? Yaani mimi kwanza kiukweli wewe mwanamke unaolazimisha mimi nimuoe, simuhitaji kabisa. Na licha hivyo nimeenda kwa babake la Eunice, ananiambia kwamba binti yangu huyu anavyoonekana huyu amerogwa, atakiwa tumpeleke kwa mganga. Sasa mimi unazidi kunichanganya kabisa yani mjomba bwana. Mjomba, usinifanye mimi ni mtoto mjomba. Mjomba huko na kupita wewe, mimi ndio nilishapita kitambo hicho mjomba. Mjomba, haya mambo unataka uyafanye hayo makubwa. Nimekuagiza kwa kina babake Lili. Uende kaongea mazungumzo haya yaende sawa, lakini umeenda ukatukana kabisa mjomba. Shida nini mjomba? Mbona unataka kunichanganya mimi mjomba? Kwa kina Lili mimi sijaenda kutukana. Ila mimi nimeenda kuwaeleza kama ulivyotaka. Lakini imeonekana kabisa babake mdogo yule hataki kunielewa. Nina haja ya kuendelea kukaa. Na licha ya hivyo, mimi Lili simpendi. Jomba, mimi na akili. Tambua mimi ni mjomba wako. Mimi ni mjomba wako, nimezaliwa na mama yako.
Sina hata mtoto mmoja mjomba, na kutegemea wewe mjomba. Lakini leo hii nakuagiza vitu vya msingi. Hata mimi nikija kufa ndio nimemwacha mjomba kwenye nyumba hii. Nimemwachia mjomba mali zangu. Leo hii unafanya mimi sina akili mjomba, mimi nitakufa bila kumwona mke wangu kweli? Nategemea wewe mjomba ndio unisaidie. Haiwezekani. Mamako kafa hajaona mke wako wewe. Mimi pia nife nisimwone mkeo kweli? Naondoka mimi. Nataka hii swala ulifanyie ufumbuzi haraka sana. Tumeelewana? Naondoka hivi. Sitaki tena kipingamizi chochote. Ebo. Leo yamenikuta nakosa wa kunitua magumu yangu. Fedheha imenielemea moyoni mwangu. Mbona uko haraka? Unaandika? Yaani ba mdogo bwana nilivyokuona. Nimetoka nyumbani uko mama mdogo kaniambia uko huko, na huu mguu ulikuwa kwa kwako. Hivi baba mimi kunizibia riziki? Kweli riziki inakuja mpaka nyumbani unanizibia riziki? Wewe kweli ba mdogo wewe nyoka. Mimi ni nyoka mwana? Ba mdogo wewe ni nyoka. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Yaani Gozela anakuja nyumbani, anataka kunioa. Wewe unavunja uchumba wetu hili iweje? Kama nani? Lakini kumbuke mimi ni babako. Mimi ni baba yako, na pia maneno kuja kuongea pale yule Gozela nilimuelewa. Mimi sikupenda wewe kuja kuchukuliwa kwa sababu tu amekosa kuchukua huko alikokuwa anataka Kalenge. Kwa nini mwanzo akukufuata? Ndicho nilikuwa natetea mwanangu Lili. Sasa ngoja nikwambie ba mdogo. Usichokijua ile ndio Gozela. Kufa sio kwamba imekufa tu kimeujiza. Jana kirahisi tu basi. Mimi nimeenda kwa mganga nimevunja ile ndoa. Hili mimi niolewe na Gozela. Sasa Gozela anakuja nyumbani, wewe unatupisha kama nani? Lili, nakuita tena. Wewe Lili ndio. Hivi nimekusikia vizuri ama ni sijakuelewa? Yaani ba mdogo hicho ulichokisikia ni cha ukweli na ni ukweli mtupu. Unajua umeongea maneno mazito na hii ni fedheha kwenye familia. Mwanangu wewe ndio kufanya hivi. Usishetani huu. Baba mdogo mimi sijali iwe fedheha iwe nini. Ila ninachokitaka nataka kiwe. Na ndio ishakuwa sasa. Mwanangu kweli kuna ndoa design hii kweli mwanangu? Na kweli unafanya kuongea kwa jaziba kabisa. Mbele ya baba yako. Lili, badilika mwanangu. Hilo kufuli ulienda kulifunga kwenye ndoa ya Gozela. Uende na funguo zako haraka iwezekanavyo. Nakupa sikupi muda mrefu, ni siku 2 tu. Naomba uende ukafungue ulichokifunga. Kama baba yako. Narudia tena, kama baba yako. Chukua funguo ulilofungia lile kufuli ukafungue. Yaani hapa siende kufanya chochote na nishakwambia, yaani kama unaichukua kwa taarifa yako, siwezi nikafanya chochote ba mdogo. Au mimi ndo yule mjinga nilokataga ushauri wa mama yangu. Alisema wewe unifai, nikamwambia wendo wangu wa maisha yangu. Ona leo yamenikuta nakosa wa kunitua magumu yangu. Fedheha imenielemea moyoni mwangu. Fedheha nimeshindwa kuitoa machoni mwangu.